Aki men are so evil. Yeah? So, jana nilikuwa kwa salon. Yesterday I was at the salon kutengeneza hii nywele yangu, guys. Sasa, dem mwenye alikuwa amekaa kando yangu, vile mnajua si ladies tukienda kwa salon huwa tuna open up, ya? Sisi hatunanga chills tukishafika kwa salon kwa wamama wenzetu. Mi niko hapa kando natengeneza nywele, huyo dem pia anashukwa nywele hapo kando. So, akaanza kuongea na hawa, unaona, wanajuana ni client hapo. Akaanza kuambia vile alifukuzwa na bwana yake, vile alimrushia manguo nje. Can you imagine mwanaume anarushia mwanamke manguo nje? Kwanza nje ya gate. Huyo mwanamke mwenye anarushiwa nguo hivyo akona mtoto mdogo. But the man doesn't care. Nikasikiza hiyo story nikashtuka, like nikataka kujua ilianzia wapi. Nikaamua tu kumuuliza. Mwanaume alipata huyu msichana akiwa college. Amempenda pale wakidedidate, amempea mimba. Unaona huyu ni msichana wa shule, hana job, ni mtu anasoma, amempatia mimba. Akamchukua akamweka kama housewife after amepata mtoto. Pole, kitu yenye sikuweza kuuliza, nilisahau kama alimaliza kusoma. I don't know why nilisahau hiyo part, na ndio ya muhimu sana. So vile amempea mimba, amemchukua amemweka nyumba, msichana ashakuwa housewife. Msichana amepata mtoto. Ile kukula tu kishazaa, lazima unakula unanona. After demu amepata mtoto, ameanza kukula amenona, wacha mwanaume aanze kumdharau. Ati mwanaume anaingia kwa nyumba anamuuliza, unakaaje? Umenona aje? Can you imagine? Sasa ulipata msichana wa wenyewe akiwa mrembo, akiwa sawa, ana mind maisha yake. Ukampenda, ukamchukua, umempea mimba, umemzalisha, sasa umeanza kumuona amenona aje? Anakaa aje? Demu yeye bado ako in love, hata akiambiwa hizo zote haoni. Anaenda anatafuta food poa, anapikia bwana wake, anamwekea hapo, sema bwana arudi nyumbani. Arudi home, analala nje. Akikuja kesho yake akiulizwa mbona hukurudi home, ni vita. Anapiga huyo demu ako na mark kwa mwili. Oh my God. Siwezi laumu msichana juu ni msichana mdogo bado, tuseme ako naive. Hajui maisha ingine isipokuwa hapo. Yeye alipatwa kwa shule, alikuwa anasoma. Amechukuliwa amewekwa kwa nyumba. So huyu mtoto bado hajajua mambo ingine. Aki men, why? Baada ya kufanyia msichana wa wenyewe, si umwambie once umtaki. Yeah. Mwambie sasa sikutaki. But tena mbona umtaki na ushamzalisha? Umemkulisha, amenona, sasa umeanza kumuona like nothing. Nilisikiza story ya huyu msichana, nililia. Msichana alirushiwa manguo nje na mtoto wake, sasa ana place ya kwenda. Juu ya hiyo story mwanaume ashamfanya amejidharau, like ameona sasa yeye si mrembo, yeye amenona. And do you know kuna watu wenye unaoneshwa na stress. Si mtu ati amekula ama nini, stress tu ndio inamnonesha. Haki meant, why? Like you dem self-esteem yake iko down. Sasa huko kwa salon ndio wamama walikuwa wanajaribu kumuadvise. Tunamwambia uko mrembo, we ni muyang. Dem mwenye ako hadi ya 20s.
Ati juu amepata mtoto mmoja ashaambiwa vile anakaa ugly, amenona, hakuna mwanaume mwingine anaweza mpenda. Ashaambiwa mambo yote mbaya, ati anamwambia mpaka hata hujui kupika, wewe si msafi. Can you imagine? Walai wanaume. Oh my God, sijui nitasema nini. But ladies, before uanze kukubali huyu mwanaume akupatie mimba, maliza kwanza hiyo shule. Soma umalize, tafuta kazi ufanye, ukuwe na pesa yako. Acha nikuambie, pesa ya mwanamke inaletanga a lot of respect. A lot of respect ukiwa na your own money. But wakati hauna pesa unaonwa tu like you are nothing. Like sasa udemu alitolewa shule, hana kazi, amezalishwa, amenoneshwa, anakaa tu, ashadharauliwa ya. Hebu niambie msichana angekuwa na pesa kama hiyo madharau yote ingekuwa. Ama kama angekuwa na kazi yake anafanya, angeonyeshwa hiyo madharau. Mwanaume anaenda analala nje, akirudi home hataki kuulizwa. Msichana wa wenyewe akiongea anatandikwa kama shetani. Inafika to an extent mtu anamurushia manguo nje na mtoto mdogo. Yani mtu hapendi hata mtoto wake, like si at least utreat huyo mwanamke vizuri juu amekuzalia. Ushamuonesha kwako amekuwa nothing, hana job, hana mbele wala nyuma. But usiangalie huyo mtoto wako. Ni wewe umempea hiyo mimba, na ni wewe umeamua juu nimekupea mimba nataka kuishi na wewe kama bibi yangu. Mbona tena urushe mtoto wa wenyewe nje kumrusha? Imagine manguo. Ladies, before uingie kwa ndoa, kuwa na pesa yako mama. Tafuta kazi. Hata kama ni kazi gani, bora pesa yako inaingia kwa mfuko. Hata kama ni 200, hata kama ni 100 kwa siku. Bora uko na pesa yako. Hiyo pesa yako itakuletea respect. Huyu mwanaume ataangalia akikufanyia madharau, uko na pesa yako unaweza jipanga naye. Si mtu kukutandika hapo juu hauna anything. Mtu anakutandika hapo juu unamtegemea. Anajua hakuna mahali unaenda hata akikufanyia nini. Hiyo ndio inafanya wanawake huku nje tunatritiwa vibaya. Juu mwanaume anakuangalia anaona ni kama una life. Tuko na life, we have life. Ebu respect mwanamke mwenye amekuzalia mtoto wewe mwanaume. Girls nawaambia tena. Soma. Tafuta kazi. Fanya, eka pesa yako kwa mfuko ndio uende kaolewe. Kama ni lazima uolewe. Na wenye hawajasoma, pesa ichaguangi ati ulisoma ama hukusoma. Tafuta kazi yeyote ile utapata. Bora inakupea pesa yako. Na kuambia hata ukimake 100 per day. Bora ni pesa yako wewe mwenyewe umejitafutia. Hiyo pesa itakuletea respect. Na kuna vitu mingi sana zenye hazita happen. Hata ukitritiwa hivyo vibaya, utakuwa na kitu yenye itakusimamia. Utajua nitatoka hapa, nitaenda hivi, nitafanya hivi na hivi. Hebu imagine uko kwa nyumba tu na mtegemea kulete. Niambie hiyo disrespect yote. Mtu anaonyeshwa kurushiwa vitu nje ya gate. Kila mtu akiangalia. Sasa ako na mtoto mdogo. Shame on you men. Wenye mko na hiyo tabia. Ebu respectini wanawake wenye wamewazalia watoto. Mens. Mimi nilisikiza hiyo story jana nililia mpaka nikasema what? Kwani watu wanaolewanga na akina nani huku nje? Mwanamke mwenye huwezi respect bibi yako utaheshimu nani?
So sad.